Unajua wengi tunafeli wapi wakati tunafanya manunuzi ya bidhaa mtandaoni? Kwanza kabisa wengi tunakuwa hatufanyi research ya kutosha katika bidhaa ambayo tunainunua, kwamba kwa mfano hiyo bidhaa kwa mfanyabiashara sasa hapa nazungumza naye kwamba hiyo bidhaa huko Bongo kweli inahitajika. Umeelewa? Yani kuagiza bidhaa afu ikaja huku na kutoenda, yani kwamba isiyo ni product pendwa, tayari hapo ni hasara. Maana yake ni kwamba kosa la kwanza ile ambalo watu tunalifanya, hatufanye yani hatuagizi kile kitu ambacho tunaagiza vitu kwa hulka, tumeona kitu kizuri na agiza. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kutofanya research ya kutosha katika source ya product ambayo unaenda kuchukua. Na hii research ya kutosha katika source ya product ambayo unaenda kuchukua inasababisha tena tunafanya kosa la pili ambalo ni kukimbilia kwenda kununua product kwa source au supplier ambaye sio sahihi. Hili ni kosa la pili ambalo wengi tunalifanya. Yaani wengi hatumchagui supplier sahihi au source sahihi ya kununua bidhaa. Unapofanya manunuzi ya bidhaa, njia yoyote ile utakayotumia, vipo vitu ambavyo vitakuonyesha kwamba huyu muuzaji ni mtu sahihi au sio sahihi. Kwa mfano, wengi tumezoea watu ambao tunatumia bidhaa kununulia bidhaa kutoka China, kuna vitu vinaitwa kama vile verifications, ile tiki ambayo inaonyesha kwamba muuzaji yupo verified au vipi. Yani kuna vitu ambavyo vinakuthibitishia muuzaji kwamba ni muuzaji mzuri au sio mzuri. Kwa hiyo tunajikuta wengi tunanunua vitu kwa suppliers au kwa source ambazo sio sahihi, na hii inatokana na ambalo ndio kosa la tatu ili wengi tunalifanya. Tunakimbilia sana vitu vya bei rahisi. Yani kukimbilia vitu vya bei rahisi ndio ambavyo vinasababisha sisi tunazidi kupotea na tunazidi kupata hasara pale ambapo tunanunua vitu, tunaagiza bidhaa kutoka China. Of course, lengo letu la kutafuta source za bidhaa kutokea nje ni kupata source ya bidhaa ambayo inakuwa na bei nzuri ili iweze kutusupport sisi katika kufanya biashara. Lakini sasa kwenye kukimbilia hizo bidhaa wengi hizo bei, yani kwenye kutafuta hizo source, wengine wanajikuta wanaangukia sehemu ambazo zina bei ya chini, yani hawazingatii quality, hawazingatii nini wao wanachokiangalia, kwa sababu kitu kinatoka nje ya Shaskia, vitu vinapatikana China, vitu vinapatikana Dubai au vitu vinapatikana Uturuki labda kwa bei nzuri, na yeye kaingia kaona kitu fulani kina bei nzuri, basi na yeye anaagiza kitu kwa yani kashaona bei ni nzuri, basi anaagiza kitu bila kuangalia hata ile quality. Kwa hiyo tunajikuta tunakimbilia sana bei na hatuangalii ile quality ya kile kitu. Kwa hiyo hili ni kosa moja kubwa sana ambalo tunalifanya. Na hapa tunajikuta tunaweka kosa la nne ambalo ni wengi, mzigo wa kwanza kabisa mtu hata hajajua quality ya kitu anaagiza mzigo mkubwa. Hili ni kosa jingine ambalo tunalifanya. Yani kuagiza bidhaa, yani wewe ndio unaagiza mara ya kwanza, hujui hiyo bidhaa ipoje. Hujaona vitu ambavyo vinakuthibitishia, kwa mfano hata reviews za wateja wengine kwamba bwana, wateja wanasema bidhaa hiyo ni nzuri kwa huyo muuzaji au service ya huyo muuzaji ni nzuri. Hujazingatia hivyo vitu, hujaviona, wewe umejikuta tu umeagiza mzigo mkubwa. Sasa ndo hapa wengi tunajikuta tunapata hasara, kwa sababu wengi tunaweka hela zetu hapo, maybe mtaji wetu wote tumeutia hapo, au hata kama ni mtaji, yani ni sehemu katika mtaji wako, lakini umeagiza mzigo mkubwa ambao haukufai. Quality yake itakuja huku ni ndogo au tofauti na vile ambavyo ulikuwa unatarajia, na ndio ushachukua mzigo mkubwa, tayari ni hasara. Sasa kwenye kuchukua mzigo pia wengi, yani hasara nyingine kubwa ambayo yani tunajikuta wengi tunapata hasara zaidi pale ambapo tunakosea au pale ambapo tunaacha kuhesabu na budget, yani tunaacha kupigia hesabu gharama nyingine ndogo ndogo. Kwa mfano, mtu ataingia tu ana plani yake, kashaona mfano labda tuashumu kitu bidhaa fulani inauzwa shilingi 500. Lakini hiyo bidhaa mpaka huku Tanzania inakufikiaje? Haitokufikia wewe kwa shilingi 500. Kwa hiyo kuna mwingine akishaona bidhaa mtandaoni anaikimbilia kwa kujali ile bei. Hafikirii kwamba hiyo bidhaa yeye inamfikiaje huku Tanzania. Hafikirii masuala ya usafiri, hafikirii masuala ya ushuru, kodi zitakuwaje mpaka pale ambapo unapokea mzigo. Kwa hiyo hili nalo tunajikuta wengi tunaumia pale ambapo tunaagiza mzigo, kwa sababu mpaka mzigo tunakuja kupokea tunajikuta tumetumia gharama kubwa, au tunajikuta tunauacha kabisa mzigo kutokana na gharama ambayo inatukosti sisi kupata huo mzigo. Hiyo ni sababu ya hilo ni kosa jingine ambalo wengi tunalifanya. Na jingine zaidi sasa kwenye hilo kutokuwa na uelewa wa kutosha, tunajikuta pia hata agent ambao tunatumia au njia za usafiri ambazo tunatumia tunakosea, na ndizo ambazo zinafanya sasa
tunapata hasara tena nyingine, mfano kupata gharama ya juu au kupoteza mzigo kabisa. Na hii inatokea pale ambapo ukiwa umekosea kuchagua source au agent mzuri wa kukusafirishia mzigo. Sasa haya yote yanatokana na nini? Haya yote yanatokana na sababu moja kubwa, kukurupuka. Yani kukurupuka kwamba vipi? Utakuta mtu ndo kwanza akaingia kwenye madarasa kadhaa mawili matatu ya kujifunza, bwana watu wanaagiza hivi vitu kutoka nchi fulani, na yeye kashajiona kaweza, hajatulia ile in deep kuangalia hicho kitu vipi, basi yeye utakuta anaagiza tu mzigo mara kwanza, kashapata hulka kwamba kinakuja hivi na hivi, kwa anaagiza tu kutokana na ile knowledge ndogo aliyoipata. Lakini cha pili, hapa tunakurupuka kwamba vipi, kwamba utakuta mtu kashaona bei ndogo, basi anakurupuka anachukua mzigo wake mkubwa. Huko kote ni kukurupuka. Lakini pia tunakurupukaje kwamba wewe hujui kitakukosti nini na nini na nini kupata hiyo bidhaa mpaka hapa Tanzania. Unachukua tu mzigo unaleta tu kwa labda Tanzania, ni kukurupuka. Kwa hiyo kosa kubwa ambalo tunalifanya hapa ni kukurupuka. Kwa hiyo sasa sisi tupo hapa kwa ajili ya kukuelekeza wewe na kukusaidia jinsi gani ambavyo utaepukana na hii hasara ya kuagiza bidhaa kutokea China. Karibu sana, usiache kutufollow katika page zetu, na next time tutakufundisha sasa ni jinsi gani au kitu gani ufanye ili kuepuka hasara hizo. Bwana, ni Mr. Chocha hapa. Karibu tena. See you mpaka wakati mwingine.